Niliona kuna siku hatukujadiliana na wenzangu, lakini nimekuja kuikumbuka baadaye kwamba kuna haja ya sisi kama kamati ya ulinzi wa mtoto ngazi ya jamii kuhamasisha jamii kupiga vita zile mila potofu ambazo zinamkandamiza mtoto, kwa sababu zile nazo zinachangia mtoto kuingia kwenye nini, mtoto anaweza kujikuta ameingia kwenye masuala ya ukatili, amefanyiwa ukatili. Kwa mfano mila hizi za watoto wake, lakini nadhani siku hizi, sijui mtaniambia wenyewe, nadhani siku hizi kidogo kama zinaenda zinapungua. Watoto wa kike walikuwa wapewi nafasi kwenye jamii, walikuwa wanathaminiwa wa kiume peke yake. Kwa hiyo zile kama bado kuna vitu kama hivyo, tujaribu kuhamasisha jamii ivipige vita. Lakini pia pointi nyingine ni kuhamasisha haki za watoto, yaani watoto wapate haki zao. Tusije tukakaa sisi kama kamati tukayafumbia macho. Unajua sasa kwamba kuna mtoto labda kuna haki anazikosa tukazifumbia macho. Tuhamasishe watoto wapate hizi haki. Ya haki za watoto tumeshaziona ziko nyingi, haki ya kupata chakula, haki ya kusoma, haki ya kushiriki kwenye mijadala mbalimbali, kutoa mawazo na nini. Kwa hiyo watoto wapate haki. Mtoto apate kutoa, labda ana changamoto anayo, apewe hiyo haki ya kufanyaje, ya kujieleza. Kwa hiyo sisi kama kamati tukahamasisha watoto wapewe haki. Maana yake watoto wanapokuwa na hatimiziwa haki zao, tunapunguza uwezekano mkubwa sana wa watoto kufanyiwa vitendo vya nini, vya ukatili. Asante. Unakuta ni baba wa familia, una watoto lakini unatembea na mtoto mwenye umri wa miaka 17, 16, na wewe mama hivyo hivyo. Hauna aibu kutembea na mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 14. Unasema kwamba hitaji langu limeisha. Kwa hiyo katika hapa maadili ina mambo mengi. Ukikuta ni baba wa familia, una watoto, umekosa maadili, unakwenda kule kwenye mchepuko na unakutana na mtoto wako, tayari familia utakuwa umeiangamiza.